Bwana atusaidie. Hakuna sababu ya kukata tamaa juu ya mtoto wako. Hakuna sababu ya kukata tamaa juu ya mume wako. Hata kama yuko huko sasa hivi, yuko chakali, una nafasi ya kusimama mbele za Mungu ya kwamba Mungu nirejeshe yule mwanaume. Mungu nirejeshe yule mwanamke, yule mke wangu nirejeshe. Kuna wanawake wamekengeuka pia, sio tu wanaume. Lakini yote haya ni misingi. Tunasimamaje? Sheria ya Bwana tumeibeba vipi? Tumesimama vipi kwenye familia zetu? Tumesimama na nini? Tusipowafundisha watoto wetu kumcha Bwana, kizazi kitaharibika. Kitainuka kizazi ambacho hakimjui Mungu. Kizazi ambacho kitawakiana tamaa kama ambavyo neno la Mungu linasema. Kizazi ambacho kitakuwa kimepotea. Na baadaye tutakosa kabisa watu wanaomcha Mungu. Sikiliza. Katika Yohana 4:24, Yesu anakutana na yule mwanamke pale kisimani. Mstari wa 24 sura ya 4. Anamwambia, Bwana, sisi tunamwabudu Mungu katika mlima huu. Yesu alimjibu yule mwanamke, akamwambia, saa yaja, nayo ipo, ambapo waabudu Mungu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hao ndio watu Mungu anawatafuta. Anatafuta watu ambao watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Nilisema wakati fulani hapa nikawaambia, Mungu anaposema hivyo, anataka wale watu ambao watakuwa wamejikana. Watakapokuwa wana chakula watasema Yesu ni Bwana. Hawana chakula watasema Yesu ni Bwana. Watakaza kumpenda Mungu katika sheria yake. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kizazi Mungu anakitafuta. Anatafuta kizazi ambacho kitatembea na Bwana, kitaambukiza Roho Mtakatifu, kitabeba vinasaba vya kimbingu. Vinasaba vya kimbingu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio nafsi halisi ya Mungu. Tunapombeba Roho Mtakatifu tunakuwa tumebeba ile asili ya Mungu ndani yetu, ambayo ile asili itabadilisha maisha, italibadilisha kanisa, itabadilisha uharibifu wote tunaoona utaondoka, kwa sababu neema ya Mungu itatembea juu ya watoto wetu, itatembea juu ya vijana. Na neno la Mungu linatuambia ya kwamba neema ya Mungu inawafundisha watu kukataa uovu. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tupate kuishi katika utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Yaani Tanzania hii unayoiona, dunia hii unayoiona, pamoja na mambo yake yote yaliyopo, tupate kuishi katika ulimwengu huu wa sasa. Sio ule ujao, sio ule uliopita. Kwa hiyo kumbe hata sasa inawezekana kushinda. Hata sasa inawezekana tukaenda kama Mungu anavyotaka. Kwenye waraka wa 3 wa Yohana anasema, kila kilichozaliwa na Mungu cha ushinda ulimwengu. Sisi tumezaliwa na Mungu. Anaunganisha
kwako. Watu watavutwa na familia yako kwa sababu misingi ya Kristo imejengwa kwenye hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini kwenye familia zetu leo? Kila mtu anapofumba macho yake anarudi kule nyumbani kwenye familia. Familia yako unaionaje? Familia yako inakwambia nini? Fumba tu macho yako kidogo kwa dakika moja. Tafakari afu rudi kwenye familia yako. Kwenye familia yako kukoje? Je, unahisi kama kufa? Unahisi kama kukata tamaa? Unahisi kama vile familia yako inazaa tu mapooza? Nataka nikwambie aishike Kristo siku hii ya leo. Familia yako ina uwezo wa kufufuka tena. Bwana ataifufua tena familia yako. Bwana atainua tena familia yako. Mungu atainua tena watoto wako. Mungu atainua tena mume wako. Mungu atawarudisha wale watoto waliosahau nyumbani, watarudi. Watakuja huko nyumbani kwa sababu sauti ya Bwana itawafuata kule waliko. Ya kwamba ni kweli mmekimbia, mmeharibika, lakini leo rudi. Lazima tumite Mungu apate kuwaswaga wale waliopotea kule porini, warudi kwa Bwana. Warudi nyumbani. Watoto wetu waliokengeuka wamepotelea huko kwenye bangi, tuwaone hapa kwenye ibada. Tukija siku za Jumapili, tuko hapa ni kumwabudu Mungu, tunaabudu nao. Ukigeuka huku unamwona mtoto wako wa kiume, ukigeuka huku unamwona mtoto wako wa kike. Ukigeuka nyuma unamwona mume wako. Ukigeuka huku unamwona mke wako, kwa sababu Bwana atawakusanya. Na hiyo nafasi ipo, lakini ni mimi na wewe kusimama na kumwomba Mungu. Ninakuhakikishia Mungu anarejesha. Mungu anarudisha. Saa ya urejesho na uamsho imefika. Ndio maana Bwana analeta mafundisho haya kanisani. Ameona yatosha watu walivyopotea. Yatosha watu wanaomtukana Mungu kwa matendo yao. Yatosha. Ni mimi na wewe kusimama na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Familia zetu zimebeba nini? Zina reflect nini kwenye jamii? Jamii inaona nini? Inapoitazama familia yako inaona nini? Tunataka Mungu atushushie mafuta mabichi ya utukufu ambazo familia zetu zitaonyesha nuru. Maana sema hivyo nuru yenu na iangaze na matendo yenu mema yapate kuonekana mbele za watu ili wamtukuze Mungu wenu. Bwana atusaidie sana. Tunatamani Mungu atukuzwe. Tafakari kwa muda. Nataka nikupe dakika moja. Utafakari kabla hatujaomba. Moyo wako unaona nini? Inawezekana kabisa yuko mtu hapa moyo wake unamwambia, mtumishi unasema tu lakini hujui ninapopitia. Nataka nikuhakikishie Mungu ana nafasi ya kurejesha na kufufua hicho ambacho wewe unaona kama kimekufa. Atapulizia uhai ndani yake. Ezekieli alionyeshwa mifupa mikavu katika lile bonde. Ukisoma Ezekieli 37 kuanzia mstari wa 1, mifupa mikavu ilikuwa imejaa katika lile bonde, hakuna matumaini. Watu wamekata tamaa, watu wametawanyika, wamekuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Lakini sauti ya Bwana kutoka mbinguni inasema ya kwamba tabiri Yeremia ya kwamba watu hawa wataweza kuishi tena, mifupa hii inaweza kuishi tena. Na mimi katika jina la Yesu Kristo ninatamka na ninatangaza ya kwamba yale mambo yaliyokufa kwenye maisha yako yataishi tena. Yule mume ambaye humuelewi atabadilika, atarudi, atakaa kwenye nafasi, atalea watoto, atatoa na ada. Yule mama ambaye ni mlevi, kuna wanawake ni walevi wameacha familia zao, bado anaweza kuishi hata kama ameaibika, hata kama kuna aibu imevishwa juu yake. Mungu ana uwezo wa kufuta aibu na kututengeneza na kutuvika vazi jipya la utambulisho ambalo tutatembea nalo kwenye jamii, ambalo tutasimama nalo na kuwalea watoto wetu waweze kusimama na kumcha Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nisikie mtu mmoja anayesema Mungu tunakuhitaji urekebishe kizazi chetu. Natamani nipate mtu mmoja atakayesimama na kulia na kusema Mungu tumechoka na mambo haya. Tumechoka na vitu vinavyojitokeza katika jamii yetu. Tunataka tukuone ukijitukuza katikati ya watoto wetu. Haleluya. Simama mahali ulipo. Nataka tumwabudu Mungu. Nitamwabudu Mungu. Tumishi kama naweza kutuwekea biti kidogo ya kuabudu. Napenda tumwabudu Mungu. Kwenye kuabudu Mungu anashuka. Unapomwabudu Mungu na kuachilia nafsi yako na moyo wako, Mungu anateremka kupokea hiyo ibada ya maabudu, na anapoteremka hawezi kukuacha kama ulivyo. Hawezi kukuacha kama ulivyo. Hawezi kukuacha kama ulivyo. Hata kusahau wewe. Biblia inasema ya kwamba wanawake wanaweza wakasahau watoto wao,
lakini Mungu anasema sitakusahau wewe, sitasahau watoto wako, sitasahau uchumi wako jinsi ulivyokaa. Sio kwamba Mungu haoni, Mungu anaona, lakini anasubiri mtu mmoja atakayesema Yesu njoo, nataka urejesho. Haleluya. Sijui ni nani Mungu anasema naye, lakini nataka nikwambie, inawezekana mara nyingi Mungu amesema na wewe hiki kitu, lakini hujataka kukiachia.